Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu ni Mlamweki Kimoto. Nikiwa tena kwenye madhabahu jioni ya leo. Nataka kukushukuru mtazamaji wangu unayenitazama. Siku ya leo naomba tuongee juu ya kujichanja ama kuweka tattoo ama kuandika maandishi. Wengi wetu tunaandika mambo katika nyama za mwili wetu na hatuelewi hicho kitu kinatokana na nini ama inatoka wapi. Siku ya leo nataka kukuambia hivi mtazamaji wangu ya kwamba maandiko yanatukataza, yanatuonya kuandika katika miili zetu, kuandika majina yote, kuandika kuchora picha zozote, kufanya vitu zote katika miili yetu, kufanya mambo ambayo hatujui inatoka wapi. Watu wengi tunafanya kwa sababu tumeona watu wakifanya. Watu wengi tunafanya kwa sababu tunaona inapendeza na ila hatujui ina maana gani, hatujui imetokana na nini, hatujui chanzo cha hiyo kitu ni kitu gani. Katika kitabu cha Leviticus chapter 19 verse 28, Biblia inasema, msichanje yale yote katika nyama za miili yenu, wala msichore alama yoyote katika miili yenu. Mimi ndimi Bwana asema. Huyo ni Mungu anatuonya. Alikuwa anaongea na Musa pamoja na wana wa Israeli walipokuwa wakitoka Misri. Mungu akawaonya akasema ya kwamba wasijichanje, wasiandike alama yoyote, wasijitattoo katika miili yao. Maana hizo alama zinatokana na wafu. Hizo alama ni za watu waliokufa. Hizo alama ni za alama zingine ni za kimashetani. Alama zingine ni za Freemasons. Alama zingine ni za devil worshippers. Alama zingine ni za watu ambao walikuwa wanakufa zamani. Lakini kwa sababu ya sisi generation ya kisasa hatujui ina maana gani, hatujui inamaanisha nini, sisi tunaamua kujichora, tunaamua kuweka katika miili yetu. Kisha baadaye tunakuja kuanza kupitia katika maisha ambayo hatuelewi chanzo chake ni nini. Si kwamba mtu amekuroga, si kwamba mtu amefanya nini katika maisha yako, lakini ni kwa sababu wewe umeweka alama. Haukujua hiyo alama ilitokana na nini, haukujua hiyo alama ilitoka wapi, haukujua hiyo tattoo ambayo umewekwa imetokana na kitu gani, haukujua hiyo alama ambayo ulichora katika mwili wako hujui ilikuwa inamaanisha nini. Lakini kwa sababu wewe uliona tu mtu amechora, wewe ukaamua kuchora. Kwa sababu wewe uliona mtu amejitattoo, wewe unaamua kujitattoo. Kwa sababu wewe uliona mtu amefanya hicho kitu, wewe unaamua kufanya. Na lakini yeye alikuwa na sababu, lakini wewe kwa sababu haujui sababu, unajiingiza katika shida ambayo hujui inatokea wapi. Unajiingiza katika hali ambayo wewe mwenyewe hujui chanzo chake kilikuwa ni gani. Leo hii kuna watu hata hawana ndoa, kuna watu hawana kazi, kuna watu hawana pesa, kuna mtu anapata pesa inapotea, kuna mtu anapata kazi lakini inaisha bure, lakini hajui chanzo cha hiyo ni nini. Huenda inatokana na hiyo alama. Sisemi kwamba kujitattoo ni mbaya, sisemi kwamba kuweka hiyo alama ni mbaya, lakini elewa umuhimu wa hiyo alama ni nini. Elewa ya kwamba hiyo alama inatokana na nini. Elewa hiyo alama inatokana na kitu gani. Elewa hiyo alama ambayo umeweka ilitoka wapi. Usifanye kwa sababu uliona mtu akiwa amefanya. Usifanye kwa sababu uliona mtu akiwa amefanya. Usifanye kwa sababu tu unafurahia. Usifanye kwa sababu wewe umeona uko katika level ya kuweka hizo vitu. Wacha tuelewe chanzo ni nini. Wacha tujue ilitokana na nini. Isiwe ilitokana na watu waliokufa. Isiwe ilitokana na mambo ya Freemasons. Isiwe ilitokana na watu wa devil worshippers. Isiwe ilitokana na watu ambao hujui walitoka wapi. Ndugu yangu, dada yangu, si kwamba ninakukataza kujitattoo, lakini elewa hiyo tattoo inatoka wapi. Elewa hiyo alama unayochora katika mwili wako inatoka wapi. Elewa hiyo alama inatokana na kitu gani. Elewa hiyo alama inamaanisha nini. Elewa hiyo alama inaashiria kitu gani katika maisha yako. Elewa hiyo alama inasema nini. Because kuna wengine wanachora, we love God. God is, Mungu si mbaya. Ukichora kitu kama hiyo si mbaya. Lakini Biblia hata haijasema tuchore. Biblia imetukataza tusichore. Unakuta wengine wanasema I love the word, ninapenda neno. Kitu kama hiyo si mbaya, lakini Biblia imesema ya kwamba tusichore. Lakini unakuja unapata kuna mtu amechora simba, kuna mtu amechora nyoka, kuna mtu amechora chui, kuna mtu amechora hata kitu kingine hawezi akaelewa. Lakini yeye sasa kwa sababu aliona mwingine amechora na yeye pia amechora. Ndugu yangu, dada yangu, kuna mambo mengine utapitia, lakini wewe hautajua chanzo ni nini.
Huenda chanzo itatokana na hiyo alama ambayo umechora katika mwili wako. Maana Bwana Mungu anakataza. Kwanza pale chini amesema ya kwamba mimi ndimi Bwana. Yeye ndiye Mungu ambaye ametuonya. Yeye ndiye Mungu ambaye ametukataza. Yeye ndiye Mungu ambaye amenena pamoja na sisi. Wacha Mungu amani akubariki. Tutakapokutana tena wakati mwingine. Asante.